Rũrĩrĩ rwitũ nĩ ndeto ya kĩeha mũno na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ haha mwena wa Kahawa Sukari gũkũ nĩ Kiambu County, Kahawa West, Kiambu County, sindio? Gũkũ nĩ Kiambu County na haha ũranyona mũrũrĩrĩ witũ ngĩrĩ na andũ anini tu no nĩ makĩendanĩte na magatua matua ma gũikarania. Moĩkaine ta The Ekilapas harĩa mwena wa TikTok kũringana na page ciao, na nĩo ngũkĩte gũcerera mũthenya wa ũmũthĩ, no thutha wa gũkorwo tũgĩka interview ya mũthenya wa ũmũthĩ kana rũgano rwao, harĩ ũndũ wa mwanya mũno makorwo makĩnjĩra na ndauga he bata ngorwo ngĩcoka haha tondũ kũringana na mũirĩtu ũyũ oĩkaine ta Melody nake ũyũ ũngĩ etagwo Daniel, na ngwĩciria nĩ ũrakĩona situation yake, she's pregnant almost no akorwo akĩrathimwo na kana rĩngĩ December kana early January. No ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ mũirĩtu ũyũ anjĩra nderĩga gũthiĩ clinic kana ndathiĩte clinic gwa kahinda ka mĩeri ĩrĩ tondũ mandagĩtarĩ atĩ nĩ magomire na matingĩkorwo makĩona atĩ mbeca cia gũthiĩ thibitarĩ wa private. Na ũndũ wa kĩeha nĩ atĩ kũringana na situation ya mũirĩtu ũyũ arĩ na condition ya cerebral palsy, kũrĩa ndathiaga na maũndũ maingĩ ndeĩkagĩra. Ndĩrenda tũkorwo agĩcokia kĩũria gĩakwa, nĩkĩ gĩtũmĩte akorwo ategũthiĩ clinic? Tondũ kũringana nake agĩire condition ĩno ya cerebral palsy nĩ ũndũ wa mandagĩtarĩ, kũringana na ũrĩa twakorwo tũkĩaria nake na rũgano ruothe nĩ ngũkorwo ngĩrwĩkĩra YouTube ya Mombis. Agĩire condition ya cerebral palsy thutha wa mandagĩtarĩ kwaga kũmũcugurĩkĩra wega, na ũndũ ta ũcio mũrũrĩrĩ witũ no ũkorwo ũgĩcokera harĩ mwana wake kũngĩkinya mandagĩtarĩ matikũmũcugurĩkĩra wega na nĩ ũrakĩigua nderĩga gũthiĩ clinic. Ndĩrenda gũkorwo ngĩmenya Melody, kwa nini hujaenda clinic kwa miezi mbili? Niliandikiwa niende September clinic. So nikaenda nikarudishwa kwa gate, wakasema madaktari wamegoma. So nikaenda tena ya pili, wakasema wamegoma. So toka siku hiyo sijaenda clinic na nahitaji kwenda scan ya pili because cerebral palsy kuna design nini tumbo inajifinya ndani, like utapata mtoto amejikoi. So daktari anafaa angalie na sina pesa kwenda private hospital. So inabidi niongoje madaktari siku yenye atarudi ndio niende. Murere witũ Dan, sijui kama utaongeza kitu? Ya shida tu ni hivyo mgomo inaendelea. Then maybe mgomo ingekuwa inaendelea but sasa hiyo session ya clinic ingekuwa inafanya ingekuwa much better but yote they shut down. Yeah. Ũguo nĩguo kũhana mũrũrĩrĩ witũ, na ũndũ ũyũ wothe ũkĩte nĩ ũndũ wa mandagĩtarĩ gũtuĩka atĩ nĩ magomete gũkũ Kiambu County, na mũirĩtu ta ũyũ abatiĩ gũkorwo agĩthiĩ clinic o hĩndĩ ciothe tondũ ndanaigua maũndũ maingĩ ma complications cia mũndũ wĩ mũritũ ciũkaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aga gũbuatĩrĩra clinic. So reke tũkorwo tũkĩra rũgano rwao ruothe kũrĩa mwena wa YouTube ya Mombis TV. Kũngĩkinya no wende gũteithĩrĩria family ĩno, reke tũkorwo tũkĩheo namba yao ya thimũ. Namba yako ya simu? Namba ni 07 68 13 38 49. Rudia tena. 07 68 13 38 49. Wow. Tucemane YouTube. Nĩ ngatho cia mwanya mũno mũrũrĩrĩ witũ ngakũnyita ũgeni na ngacokia ngatho mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩ mũthenya ta wa Mashujaa Day. Njũkĩte ngacera nginya itũra rĩa Kahawa West kũrĩa njamanĩtie na couple ya mwanya mũno, kuona mũirĩtu ũyũ ũrona haha akĩrĩ na tũgũkiuga nĩ mũrimũ kana condition ya cerebral palsy, agagĩkorwo akĩhikĩtio nĩ mwanake ũtarĩ na wathe o wothe na magaikarania. Nĩyo ndĩrenda tũkorwo tũkĩigua rũgano rwao, na nĩ njokagia ngatho mũno nĩwe ũtwĩroragĩra ũgakorwo subscribe-ĩte, nĩ tugaga nĩ ngatho cia mwanya. Kũngĩkinya nginya ndĩrĩ ũratũfollow mwena wa Facebook
Facebook mwena wa TikTok consider gutibura muthenya wa umuthi nigetha tukoranie hamwe muthenya wa umuthi nigukorwo gicenjia ruga hanini kuona ti Agikuyu ndenda ngoro ngiaraniria nake tondu na ndikimenyete kabira yake wega na kioyo no tugukorwo tugikihũthĩra rũthiomi rwa Gĩthweri na iteguthii muno reke ndimanyite ugeni sasa. Poa sana. Yeah. Nataka utusalimie na utambie majina yako. Okay, kwa majina ni Daniel Krapa. Ya mimi ni mkazi wa Busia. But kwa sasa niko hapa shule karibu hapa KU. So naishi karibu na shule. Huko nikifanya shughuli zingine huko. Oh, so you are a student? I'm still a student. Unafanya kozi gani? Nafanya psychology. Yeah. Nimekuja hapa juu you guys are a couple. Yeah. Na mmekuwa mkienda sana huko online. Nataka ufanye your wife. Is it your wife or your girlfriend introduction? Okay. This is Melody Morara. Yeah, and I come from anatoka Kisii. Ya na sai alikuwa tika technical na kamaliza. So kwa sai tuko na yeye. Yeah. Maybe anaweza ongea? Yeah. Sasa? Poa. Tusalimie na utambie majina yako. Sasa mimi naitwa Melody Morara. Yeah. Wow, wewe ni student? Nilimaliza. Nangoja graduation. Unangoja graduation? Yeah. Wewe ulikuwa unasomea wapi? Tika technical. Kwa nafanya ICT. Wow. Sasa kupatana mtapatana aje na mtakuja kukaanisha aje? Tulipatana Bungoma. Shule moja pale Bungoma. Ya yeye alikuja kama new student. Nikamapproach. Hapo tukaanzia but vile tulikuwa shule tukapause. Tukasikilizana tutaendelea after tumeshamaliza high school. Yeah, to avoid that interference with the studies. Yeah. Okay. Before mpatane na yeye naona kuna condition ya cerebral palsy. Mwirere witunyoro na mwiritu uyu ari na condition ya cerebral palsy. Anona cerebral palsy. Naona thengia wa macio mothe ni magicemanitie makendana na magaikarania. Ndio sasa mpatane na yeye. Si maybe shule yake ilikuwa maybe ile shule yenye maybe watu wenye wako na disability. Yeah. Does it mean that pia wewe uko na disability yoyote? No. That school ilikuanga mix to those with disability and those without disability. Yeah, but ndani tulikuwa na consider all of us we are special. Ni venye wewe siwezi ona yako, wewe unaona yangu. Ni venye wewe unaona yake, yeye hawezi ona yako. Basi sisi wote somehow tuko disabled. Yeah. Tukuje kwako. Nataka utupe story. Were you born like this? Yeah, nilizaliwa hivi. Nikiwa na miezi 7. Alafu mwenye nilizaliwa mamangu anasema sikulia. Hiyo hewa ya kwanza ikaingia kwa brain. So ili affect brain yangu. Kitu yenye inaitwa cerebral. Yeah, ina affecting mtoto anakuwa na cerebral palsy. Yeah. Na maybe kusoma utasomea wapi? Kusoma. Nilisoma shule inclusive. Nilianza na Little Rock. Iko huko Kibra. Manake tumekuwa tukiishi Kibra tangu nizaliwe. Nikatoka Little Rock class 7 nikaenda shule inaitwa Mbagathi Road Primary School. After that ndio nilienda Bungoma. Nikasoma hadi form 4. Nikapita. Nikaenda Thika Technical. Yeah. Na kukuja Thika Technical ni wewe unajileta ama unakuja kuna maybe mtu mwenye mzazi anakutegemea mkaange na yeye ama? No. Mimi niligrow nikijua I have to be independent. Wow. Yeah. So nisitegemee mtu kwa kila kitu. Maybe yenye siwezi ndio nitaita huyo mtu anisaidie. But yenye naweza nafanya. Utajifanyia tu. Yeah. Wow. Sasa ni vizuri sana kujiappreciate. Wow. Sasa umekuja Thika. Shule ilikuwa aje hiyo miaka yote? Shule ilikuwa poa. Nilikutana na mabeshte wangu. Wenye wananielewa.
Kufua nilikuwa nafua peke yangu. Chakula tulikuwa tunabai. Yeah, so ikifika sapa natoka nje ya gate naenda kujitafutia food. Mali ilikuwa ngumu. Ni wakati wenye nilikuwa na hii wheelchair nyingine ambayo si electronic. Hapo ndio nilipata shida sana. But nikaingia TikTok, nikaanza kufundraise wheelchair yangu ya kwanza. Then nikapata Good Samaritan wakanibaya electronic wheelchair. Wow. Yeah. Wow. So electronic ilikuja maybe kurahisishia mambo maybe vipi sasa? Like you can walk, you can do something. I can walk. Naweza enda nataka like kuendea food. Yeah, sikuwa na stress. Yeah. Wow. Ni Mwagioka, sasa mmekuja mmepatana na yeye. Amemaliza shule. Sasa venye ulimaliza shule, kwanza wacha tumalizane na yeye. Venye ulimaliza shule, uko tu uko Thika venye ulimaliza ama kwanza ulirudi kwa wazazi? Nilirudi home. Tukakaa kidogo. Yeah. Oh, ukakaa kidogo. Oh, na bado sasa mnaongea na huyu ukiwa huko? Tulikuwa tunaongea. Yeah. Oh, so nini mikono unaweza tumia simu, si ndio? Naweza tumia simu. Sasa venye mliongea ilikuwaje sasa utarudi mtapatana na mtaanza life na yeye? Okay. Yeah, alikuwa na hustle bado. So nikaenda siku moja. You see, things happen. So nikaongea na dadangu. Kamwambia kuko hivi na hivi. Kaniambia ni sawa, but nitakupatia feedback. So sikungoja feedback. Juu mapenzi ikishika imeshika. Na wewe unaona you're so blind. Yeah, blind. Sasa hivyo tu ndo tukaishi. Mamangu aka sijui venye alikuja ku accept. I don't know. Yeah. So ukajipata sasa umepack, alikukujia ama? Nguo zangu zilikuwa kwake. Yeah. Oh, so ulitoka tu? Yeah. Wow, wacha turudi kwake. Mrembo amemaliza shule na mapenzi imeshika. Kulingana na condition yake, I think is very few men wanaweza maybe kubali mtu mwenye maybe atakuwa anasaidia sana ama mtu mwenye ako na condition. Ulifeel aje sasa unataka huyu mrembo na yeye ndio unataka kukaa na yeye? Okay. According to me sikuwa naangalia disability. Juu already nilikuwa nimeshasoma na yeye, namuelewa vizuri, namuelewa penye anafaa asaidiwe na penye hafai kusaidiwa. Ya kitu kama kazi za nyumba ilibidi nilikuja ku understand anaweza fanya mwenyewe after amekuja kwangu mara ya kwanza. Nikamwambia huku kwangu kutaka kukaa hapa, mimi sina huruma. Hapa hivi jitume, fanya kazi ndio wewe pia usichezwe. Hata mwenyewe alikuwa na ile mentality asipofanya kitu fulani kuna mtu atatake hiyo part yake. So nilikuwa ina motivate. So akakuja akakuwa very hardworking. Yani sema tu alikuwa anafanya kila kitu, kupika tu ndio sikuwa na allow juu ya ile risk. Ya ile unajua maji moto na CP na cerebral palsy wewe ile wani chochote moto. Yeah, lakini ni juu mimi nilikuwa natumia gas at that time, so singemwallow kwa gas juu gas yuko favorable kwake. Lakini ukimpatia for example kitu kama hii jiko koko, umeweka pale chini anaweza jipikia. Yeah. Wow, sasa mmekaa jiko na kwanga comfortable nayo. Oh, utapika tu. Kila kitu except ugali, chapati.
Yeah. Ni hatari. Chapati nishafika home. Niliachwa peke yangu. Nilikuwa nasikia njaa. So, nikaanza process peke yangu. Nikakuwa perfect. Niko perfect. Yeah. Watu wakakula. Wow. Sasa maybe it's for how long sasa mmekuwa na yeye? Tumekuwa naye for long. Karibu tumekuwa naye 6 years. But kuishi naye 2 years. Oh, kuishi naye 2 years. Inaelekea 2 years. Oh, inaelekea 2 years. Yeah, kuishi naye sasa. Lakini kukuwa naye nimekuwa naye all along. Yeah. All along. Yeah. Maybe sasa ile time yenye ulisema uliagree sasa kukaa na yeye. Mmeenda kwa wazazi, maybe wazazi wake, wazazi wako? Kwenda kwa wazazi bado, lakini kumita wazazi wake nimeshawahi kutana nao. Juu ili happen last year. It was last year madizia? Dizia mwezi wa 4 alipoteza sister yake mkubwa. So ikabidi nimehudhurie mazishi ya sister yake mkubwa. Hapo ndio tulimita wazazi wake. Yeah, walikuwa tu wananijua niko na yeye. Hawako ijui nani. Yeah, lakini watoto wao wote mpaka sister yake mkubwa alikuwa shahidi ni mate. Yeah. Na wamekukubali. Yeah. Na sasa kwenu maybe venye ulipeleka ama hakuna mtu mwenye ashaiona maybe condition yake? Kwetu. Wazazi, siblings. Mzazi wangu anamjua ashai-meet. Mama ni mzee tu ndajua meet, lakini ndugu zangu wengine wote washai-meet. Yeah. Na kulingana na wao walikuwa tu comfortable. Walikuwa comfortable naye. Juu anamuelewa. Juu kama sister yangu alikuwa hapa tuliishi na yeye I think last year. This year. Wow. 7. Tuliishi na yeye so anamuelewa vizuri. Yeah. Maybe wewe ni mdogo. Si ulikuwa na marafiki venye ulikuwa unasoma? Yeah. Venye marafiki wako sasa unajua kuna hizi zile introductions za huyu ni demu yangu. Maybe ushaipata mtu maybe anakuintimidate. Hapana, nile tu mtu anakuita nyuma na kuuliza huyu dem, are you sure this is what you want? Yeah, auoni unateka advantage kwake juu watu wengi wanaonanga ukidate mtu na 47 unateka advantage. Au consider they don't consider choice yake. Yeah, wanaona mimi ndo mwenye makosa, wanaona mimi ndo nateka advantage. Na wajue pia na make that decision. Yeah, hiyo tu ndo maybe nasema the big challenge. Yeah, most of the people wanaona tunateka advantage. Wengine wanaona maybe kuna pesa ulemavu na ili hali hakuna pesa ulemavu sahi kwa hii serikali. Anaona kama mnapeanga pesa za ulemavu. Yeah, hiyo ndio watu wengi wanafikiria imetuweka hapa hivi. Unapata mtu akiona kwa naye anakuambia najua pesa ulemavu ikiisha mtaachana, na ili hali hakuna pesa ulemavu tunapata. Yeah, juu pesa ulemavu inaenda kwa wale bedridden. Wale wasio wajiwezi wenye hawezi amka, wenye wanashinda kitanda 24/7. Yeah, inakuwa savia kabisa. Hao ndio wanapatanga hiyo. Yeah. Wow, mwerere witũ ngwĩciria no ũragĩthoma kaũndũ nĩ ũrakiuga maikaranĩtie kwa kahinda ka mĩaka 6 rĩu macemanĩtie kwa kahinda ka mĩaka 6 no gũikarania rĩu marĩ hamwe mathiĩte kũnina mĩaka 2 na mũirĩtu ũyũ ndagĩthiaga ahũthagĩra wheelchair no kũringana nake kĩoro nĩ egũthiĩ wega indo imwe nĩ ekũhota kwĩrugĩra no indo imwe kũringana na mwanake ũyũ ndangĩtĩkĩra akorwo gĩkĩruga tondũ kũringana na condition yake ndĩkĩrĩ so much rĩngĩ friendly na mwakire kitu coke harĩ mũirĩtu tumenye hĩndĩ ĩrĩa mahĩtania kana kwagĩa na misunderstanding in a relationship nĩkĩ mekaga. Nataka turudi kwako. Unajua hata mimi niko kwa relationship na tunakosananga vibaya sana. Nyinyi ile tumenye mmekosana, how do you solve? Okay. Sasa tumekosana. Hasira ya ndani inakuanga tu ya sayo na inaisha. So yatadoka na mpata nimfuate nyuma nimulize. So kitambo nimulize si atakuwa sawa. So kila kitu cha hivyo imeshaisha hivyo. Yeah.
Yeah. Maybe ashai cheat. Shame suspect. Mimi na suspecting mtu wangu na ninamuuliza. Mimi nachukua simu yake naangalia. Na unaangalia. Nachukua simu yake naangalia. Nikipata anything namuuliza kwani rada? Rada ni gani? I'll explain. I'll explain. Yeah. Wow. Maybe ni nini hiyo unapenda sana kwake? What is that character? Ati ulimpendea, unaweza taka kukaa na yeye miaka mingi? Kwake. Okay. Ni mtu mwenye anajua chenye anataka. Na mimi nikitafuta boyfriend, nilikuwa nasema I wish siku moja nitapata boyfriend mwenye ananielewa. Like hata nionea huruma. Wow. Anipatie opportunity ya kufanya kitu. Like si mtu mwenye atasema wewe hebu acha nitafanya. Unaona? Yeah, anakupa hiyo motivation. Yeah. Kwa hii condition yako kusoma, kupatana na yeye, what is that? Ni nini hiyo ngumu sana yenye ushaipitia? The hardest thing yenye ushaipitia mkiwa na yeye? Tukiwa na yeye, maybe financial. Kupata pesa inakuwa ngumu. So inabidi tuna hustle wote. Unaona? Yeah. The biggest challenge ninasema. Yeah. Ushaifika ati level ile sasa maybe unaweza mwambia wacha kwanza mimi nirudi kwa mamangu, wacha kwanza mimi niende nikakae na watu wetu? Saa zingine. Yeah. But unaona tena ukimwacha inafaa tu face what hiyo challenge. Yeah. Wow. Turudi kwako. Ndio tuende tukimalizia. Sasa nataka utueleze kazi yenye mnafanya na kuna hizi zile times zenye tu life huko ngumu. Una feel sasa huyu ni responsible yako Kenya nataka. Ushafika maybe mahali unasikia kama umechoka, kama unaweza mwambia kwanza aende kwao? Kufika hapo bado nafika hapo, lakini sijamwambia aende kwao. Juu hizo hardship ziko na hakuna vile tutaepuka kwa kukimbia, lazima tu face it. Yeah. So hiyo tatizo ikuwa we face it together, hakuna kukimbia. Yeah. If you are not ready, tuachane, utafute mtu mwenye ya kama unaogopa hiyo shida yenye iko mbele. Juu kumaanisha I'm not perfect kwako. Sasa tafuta huyo mtu mwenye anza kuwa perfect kwako. Yeah, so hakuna kukimbia. Kwangu huku hivi hakuna kukimbia. Unapatiwa X. Maybe before upatana na yeye ulikuwa umedate msichana mwingine? At that time nilimkatia, at that time nilikuwa natafuta kudate. So yeye ndo nilimkatia nikaanza kumdate. Wa kwanza? Yeah. Haukuwa ipatana na msichana mwingine? Walikuwa wengi but sasa kukatia sasa mwenyewe kujituma kwenda kukatia ilikuwa ni yeye wa kwanza. Yeah. Ni nini hiyo unapatanga ako so special in? Character gani unapenda yake? Ako jovial na dwaki. Yeah. Ni ukikaa naye huwezi boeka. Yeah, sio tena mtu mwenye maybe utaanza kuna kumhurumia chio, achana na hiyo. Mwenyewe tu anajituma, najua tu hii inafaa nifanye na hii ndio inafaa afanye. Yeah. Maybe ile time yenye kwa down unaona kama amekasirika, what do you do to cheer her up? Ile time amekasirika. Inadependa amekasirikia nini. Yeah. But ngumu sana kufika kwangu. Sasa maybe niko na stress. Yeah. Okay. Kwa history ya love, sometimes marriage inakuanga ngumu, like inafika mahali you need to talk to some people. Mnakuanga na wale watu wenye maybe mnaendaga kuongea na wao. Sasa maybe mna keep moving, watu wenye maybe mkipata shida mtawaongelesha.
Mimi ndio sinanga mtu mwenye anaweza muongelesha ama aniongeleshe. Ni mimi mwenyewe. Yeah. Because almost unamchia up, so you don't have people that you talk to. Yeah. Oh, she's your best friend. Yeah, she's my best friend. Yeah. Na ile time yenye maybe mmekosa pesa. Tunang'ana tu. Sometimes tukikosa kitu kabisa nupigia mom. Yeah. Because since my sister left, yeye ndio stand up kwa hiyo nafasi. Yeah. Maybe kwenye background ya kwenu ama venye mmezaliwa kuna mtu akona condition kama yako? Hapana. Mimi wa kwanza. Wewe ndio wa kwanza? Yeah. Do you maybe have hopes that maybe someday atawahi kuwa sawa? You don't think that I already accepted myself the way I am. Yeah, so has no cure. Has no cure. Yeah. Hiyo ni condition, si ugonjwa. Ni condition. Hiyo ni condition, haiaffect chochote but yeye ndio ako nayo. Yeah. So hawezi transmit kwa mtu. Hiyo ni yake, ni condition tu. Ili affect to part of our brain. Hiyo ya response to movement. Hiyo tu ndio ili affectiwa. Yeah. Kumaanisha tu ni part of the brain yenye iko na shida ya kutuma signal ya movement. Ya shida ilikuja tu during birth. Unaona? Umeniambia. Madaktari wangeni handle tu vizuri. Singekuwa na cerebral palsy. Yeah. Kila kitu inafanyika with God's reason. Cerebral palsy huwa inakosiwa na hiyo vile mtoto ataandoliwa akizaliwa. Yeah. Wow. Tukiingia sasa hapa kwa mtoto, wacha tukuje sasa kwa hapa. Congratulations. Thank you. How did you receive the news? Okay. Mimi nakuanga tu na ile mentality like I'm ready for anything. So sikuwa na ile nini, ile kuogopa. Yeah, but kitu niliogopa the most kwambia mama. But sister yangu mwenye ananifuata alimwambia hiyo siku tu yenye nilimwambia. Yeah. Na how wali receive aje news? Sister yangu ku receive news. Kuna venye unaweza cheza na akili ya mtu. Nikamuuliza like anaitwa Harriet. Harriet, sasa hii nikikuletea mtoto utafeel aje? Akasema poa. Unajua tu mimi napenda watoto. Nikamwambia basi I'm pregnant. Akasema ni sawa tu. Na nikamwambia usiambie mama. Nakuja kumwambia peke yangu. So yeye akaambia tu mama hiyo siku. Yeah. Ndio sasa mama akakukol. Nicall. Nilienda huko. Ulienda home? Nilienda home. Yeah. Na ukamwambia? Sikumwambia. Sister yangu alikuwa shamwambia. Alikuwa shamwambia. Hakuuliza. Yeah. Toka normal. Yeah. How has been the journey? Unaona sasa ni kama tuko almost. Kitu mbaya ni first trimester tu pekee. Hizo zingine ziko sawa. Yeah. Ilikusumbua sana considering sasa condition yako. Trimester. Ilinisumbua sana. Mpaka sikuwa nataka kuona Dan. Huko nataka kumuona? Na bado mlikaa tu na yeye. Hatukuwa tunakaa na amani. Yeah. Sorry, muna mwera already. Wewe, venye ulisikia sasa venye alikwambia ako pregnant. Wewe ilikuwa aje side yako? Hakuniambia, mimi ndo nilimwambia ako pregnant. Aje? Mimi ndo nilimwambia uko 2 months pregnant. Ulijua aje? Sijui vile nilijua but nilikuwa tunajua.
Ai kwanza nyinyi hamjuangi, lazima sasa sisi twende tupime. Niliambiwa 9 wanajuanga. Aje, si lazima sasa wewe ndio utaenda upime ande. Hapana, niliambiwa 9 wanajuanga. Yeah. Ulijua jiko 2 months. Si reaction zake. Lakini mwenyewe kwa anajua reaction zake ndio ilianza kuchange. Yeah. Oh, ndio sasa mkaenda kwa hospitali. So after nimemwambia akasema amini. Akasema enda kupima, akasema hiyo pesa ya kupima hiyo enda nunua chips ukule. Yeah, but mwenyewe akasema hapana, mimi alikuwa na sister yangu at that time. So ndo sister yangu akamchukua akaenda kununua hiyo pregnancy kit wakapima. Yeah, ndo akapata. Oh, ndio akapata. Oh, na akaanza clinic. Yeah, clinic ndo akaanzia hapo. Yeah. Wow. Sasa kulingana na condition yako, unaogopa? Mimi siogopi. Are you ready? Okay, siogopi. Yeah, I'm ready. Oh, you're ready. Hata ikikuja tu saa hii. Tapiga tu nduru na kukuja chai hiyo time. Okay, sasa mmejitayarisha maybe aje financially? For now sasa unafanya kazi gani? For now jungo ipik sana. Mostly wanauza ice cream. Ice pop. Oh, ice pop. Oh, zile za kuzururisha. Yeah. So sema tu sahi nafanya juu sahi nguo yenye nauza azipik sahi. Yeah. Juu nauza nguo za watoto. Then hizo mpya unapata ukienda kuuza live unapiga kelele the whole hour, hakuna mwenye anabai. Maybe per week. Tuone. Hakuna mwenye anabai. Ndio na kufanya nguo zote kwa gunia, uvalisha hizi damu kitoa na nasema hebu nyingine unatoa unavalisha. By the end of the session hakuna mwenye anabai. Yeah. Wewe sasa hizi mnafanya, tuseme sasa unafanya kazi kuuza ice pop. Yeah, sasa inafanya hiyo. Na ndio sasa inawalipianga nyumba. Yeah. Hii nyumba sasa ni how much? 5K. Ice pop itafanya ulipe hiyo nyumba. Ulipe hiyo nyumba. Ingine landlord huwa anaelewa saa zingine. But ikifika date 15 nafaa kuwa amepata. So but our TikTok family anatusaidianga sometimes. Yeah. Nishiona mtu akona comments funny pale TikTok. Kulingana na condition yake, venye maybe haukuwa supposed maybe kumfanya akuwe na nini saizi, akuwe pregnant saizi. Do you feel guilty of anything? Juu first of all nilimconsider kwanza, nilimuuliza kama ako ready. But akaniambia ako ready. Yeah. Juu most of the people walikuwa wanasema sasa huyu atazaje, sasa ndio ikampatia pressure. Ndo akakuwa ready. Ndo that's why akapata ball. Juu kama angekuwa ready angepata ball. Na pia TikTok mimi nafanyanga kitu yenye inaitwa inclusivity na kuspread awareness about cerebral palsy because watu wengi hawana hiyo information. Anadhanianga tu cerebral palsy ni kitu yenye iko genetics, inaweza mkiza. So ndio maana napushingi kufanya hiyo awareness. Yeah. Si ati ni kitu yenye itakuja kuja kwa mtoto mwenyewe utapata. Wow. Sasa maybe kuna mtu anaweza kuwa pale ana watch, unaweza taka sasa maybe awasaidie aje considering sasa mko pregnant na mmebakisha nini kidogo. Sasa tukuje tukunywe chai. Unaweza taka maybe mtu mwenye ako pale awasaidie aje. Okay, hapo mtu anaweza tusaidia. Tukipata nafasi tuweke kaboti ndogo, napata kama tusaidia sana. Yeah. Oh, kaboti. Yeah. Na maybe sasa msha tayarisha maybe ile hospitali yenye ataenda kuzalia mtoto, maybe kuna vitu za mtoto. Yeah, kuna vitu za mtoto ndio tumeanza. Yeah, but jinna zote. Oh, mnabai tu pole pole. Na maybe ile hospitali yenye utaenda kudini.
Hosi nikikaribia kabisa kabidi nimeenda home. Sita mention hiyo hosi. But iko karibu na home. Iko karibu na home. Yeah. Ndio sasa utarudi. Yeah. Ndarudi mtoto akishaka. Wow. Uko ready aende? Wewe ushatosheka sasa ende? Yeah, juu pia hawezi jifungulia hapa hivi, then sikwangi most of the time sikwangi around. And then sini wadogo bado watutini. Mtoto akiliana pia. Nini? Analia, anataka. Hazingine anaweza kuwa na ile shida ya tumbo. Unaelewa? Yeah. Wacha kwanza uishi mama yake. Ili kwa uishi mama yake. Akijifungua aende kwao kidogo. Wamsaidie kulea. Juu ya hiyo delicate ya mtoto mdogo. Then tena mimi ndakuwa shule sasa tutakuwa 24/7 kumwangalia. Murere itugusira no akigwa ruganiro rwa andu aeri no andu anini magakiendana na wendo wao gwicira ni so unique tondu ni raki involve mundu wina condition ya mwanya ire rigi andu aingi some of us rigi utangicitia kana we no ukorwo rigi kana no uhote akwenda mundu wina condition teo ona kana no uhote gwikarania nake kuona ndathiaga ahuthagira wheelchair na mwanake ndari handu ona ha na magagikarania miaka ni 6 na riu makirie kurathimwo na kana ona rina condition ino akiri so strong na ni urakiona ni mundu utarenda ona kwimena ona kana kuigwirwo tha niyo ikiria arenda na ni aramenya uria areka. Tukimalizia maybe utasema nini ya mwisho kabisa? Na mimi ninasema wale wazazi wenye wako na watoto wenye wako na ulemavu juu most of them wanaficha watoto wao, hawataka kuexpose watoto wao. But the more wanaficha the more the condition yao inakuwa very worse. But ukiwaeka wa interact na wengine condition yao inakuwa improved with time. Unapata ile vitu maybe kama angeweza kumove hata bila kutembea anaweza move maybe kwa kutambaa, but ukiweka kumficha atakuwa bedridden. So kama wazazi ikina watoto wenyu wa interact na wengine wa improve the condition juu disability juu being disabled it doesn't mean uko isolated. Uko free ku interact na wengine, change ideas. Na pia kwa yote mtu follow. Mnajita aje pale TikTok? Tunajita The Clappers TikTok. Then account ya Melody najita Melody. TikTok na YouTube. Maybe unaweza mwambia one word to her sasa. Ajani? One word to her. Okay, Melody, I love you so much. You mean a lot to me. Thank you so much. Sasa ni Melody. Okay, mimi naweza sema disability is not inability. Instead ya kuona disability, see the ability in me. Wow. I'ma give that chance to me. I prove you wrong. Wow. Appreciate him. Okay. Daniel, thank you for being my strength. And you are a man to be appreciated. Wow. Sasa mkitoka hapa mnaenda wapi? Sai Naongojea masaa. Nende niweke nguo pale kwa barabara. Juu nauzianga pale kwa barabara hizo nguo ziko pale. Wow. Pia ningependa kusema ukiona mtu mwenye ako disable sio wote wanakuja kuomba do. Hii tabia yenye mtu anapita unamfuata mbio na 10 bob. Wanawafuata. Ama maybe umeenda kuulizia kitu bei, ama maybe umepita kando barabara umeona kitu inakupendeza, umeenda na yeye kuulizia bei ama umeenda kuinunua. Unapata mtu instead ya kushughulikia kama customer mwingine anakuassume kwanza, then ukiendelea kusimama hapo hivyo anakutolea 10 bob. Pako namwambia si hatujakuja kuomba, tumekuja kununua. Mwingine ukisimama hivi anakutoroka.
anakuepa, anaenda anasimama mbali, anajifanya isiwa hapo hivyo. Then ukishatoka ama nikirudi peke yangu sasa atanishughulikia. Lakini mkienda na yeye sasa atapanza atapotea. Anapotea, nafikiria tumekuja kuomba edo. Magari zikiona Dan peke yake definitely zitambeba kwa barabara. But wakiniona na yeye tuseme imejaa.